Hello, karibu katika mafunzo ya tutorial ya software ya Adobe InDesign. Na leo tutajifunza jinsi ya kuopen hii software ya Adobe InDesign katika kompyuta yako. Kwanza kabisa inatakiwa uwe umeinstall, uwe nayo kwenye kompyuta yako. So ukiinstall utaikuta hapa kwenye desktop, utaikuta imekaa umeiweka hapa. So kwangu mimi sijaiweka hapa kwenye desktop, that's why huwezi ukaiona hapa. So ipo wapi? Ipo kwenye window. So moja kwa moja nachukua kasa yangu napeleka kwenye window. Open window, then zipo nyingi hapa, lakini mimi natafuta Adobe InDesign hii hapa. Kwa na click, nasubiri ifunguke. Inachukua muda kidogo, nategemea na uwezo wa computer. So imefunguka. Ikifunguka inakuwa katika structure hii. Hapa pembeni kuna hii sehemu hapa imeandikwa new file. Kama unataka kufungua new document, una click hapa, lakini hapa kuna open. Kama unataka kufungua document ambayo tayari umeshaifanyia kazi, so unataka uendelee labda au i-preview uione, unaingia hapa open. Hapa ni home button ya home kama home, unataka kurudi nyuma. Hivi ni vipimo ambavyo vipo hapa. iPad Pro Web 1920 more presets. Kama unataka vipimo zaidi una click hapa. So huku juu kuna hii menu bar. Kuna file, edit, layout. Sasa wewe usihangaike sana. Kama unataka kutengeneza new document, unaenda tu hapa new file na click. Ukisha click inakuwa namna hiyo. Unaona? Kwa ndani sasa inakuwa na hivi. Juu hapa kuna hizi recent, kuna saved, print, web na mobile. Recent ni kazi ambazo tayari umeshaanza umeshazifanya, vitu ambavyo tayari umeshavifanya, labda umevisave kwenye kompyuta yako, ambavyo ni recent, ambavyo ni yani hivi karibuni, maana yake vitu ambavyo ulikuwa umeopen au ulikuwa unafanya kazi. So kiingia hapo utazikuta saved, kama umesave utavikuta. Print, kama unataka kitu kwa ajili ya kuprint, labda ni gazeti au ni design yoyote ambayo unataka print. Web, mobile web, kama unataka kuweka kwenye websites kwenye mobile. Kwa hivi ni vipimo ambavyo vipo automatically na unajichagulia tu kama unataka hii hapa. Kwa mfano hii 792 1008 px, kuna hii 73 px, wewe mwenyewe tu, lakini sisi tunashauriwa kutumia sana vipimo vya huku pembeni. Hivi na vyenyewe ni vipimo, lakini hivi ni vipimo vya manyo. So hivi ndio tunashauriwa kuvitumia katika kudesign gazeti. So jinsi gani ya kuset vipimo vya gazeti, angalia tutorial inayofuata katika mwendelezo wa software wa tutorial ya software ya Adobe InDesign. Asante sana, karibu tena.